aliwaambia wana wa Israeli waifanye wakati wako utumwani. Bado anaendelea kufanya mchakato wa namna gani ya kumkomboa mwanadamu. Kwa hiyo usifikiri Yesu kuja kuteswa, kuzaliwa, kuteswa, kufa na kufufuka ilikuwa ni jambo rahisi. Ni mchakato ambao Mungu alimchukua muda mrefu kutupata sisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Hebu soma Kutoka 12:1 mpaka 14 chapu kidogo uongeze. Farao ameshashupaza shingo, hataki kabisa kuondoa. Mapigo la kwanza, la pili mpaka la 10. Mungu akasema sasa umefika wakati wa ukombozi. Sikiliza. Kuna wakati utapitia changamoto, lakini siku ya ukombozi ipo. Haleluya. Musa anaenda na Haruni, wanaenda kwa Farao. Kila pigo linalotokea pale, wapi? Farao amekaza. La kwanza, la pili mpaka la 10. Ndio maana nasema siku ya ukombozi ni siku muhimu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Yaani hakuna jambo lolote ambalo mwanadamu utapitia ambalo halina ukombozi, halina mwisho. Halipo. Ni kuendelea kunyenyekea na kumtazama Kristo ambaye yeye ndiyo mkombozi wetu. Kama Musa angekata tamaa akasema sasa Bwana ametungangania, mimi sirudi tena, wana wa Israeli wangetoka? Wasingetoka. Lakini siku ile Mungu akamwambia wachinje mwanakondoo mume wa mwaka mmoja, asiye kilema, mzuri, aliyenona. Wamle usiku ule ule, wasisaze. Damu yake ipake kwenye miimo ya milango, kwenye vizingiti. Kwa nini Yesu aliteswa na akatundikwa msalabani? Hiyo inaitwa Passover. Over lazima iwe juu. Na ndio maana hata ile damu hakusema tuiweke chini, waiweke chini. Akasema iwekeni kwenye miimo, ili Bwana atakapopita anaona kwamba hapa kuna watoto wangu. Ukiwa na damu ya Yesu anapopita anakuona. Haleluya. Si mnanielewa? Hii ndio Pasaka ambayo Bwana alifanya kwa wana wa Israeli. Na siku ile Bwana alipopita aliua kila kilichozaliwa cha kwanza. Yaani ningekuwepo ningeondoka, maana firstborn. Yaani kuanzia mtu, mnyama, ndege, kila kilichozaliwa cha kwanza fyeka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Hii ndio Pasaka ya Israeli ya ukombozi kutoka Misri. Sasa baada ya hapo bado dhambi iliendelea kuondolewa kwa kuchinja mnyama. Kwa sababu pamoja na kwamba Mungu amewakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa, lakini bado ule ukombozi halisi wa ondoleo la dhambi ulikuwa bado. Kwa hiyo wakaendelea kutoa dhabihu, kutoa sadaka ya dhambi, kutoa sadaka ya mnyama kwa ajili ya dhambi, mpaka pale ambapo alikuja mwenyewe. Sema mwenyewe. Mwenyewe. Yeye alibeba kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa Pasaka ni neno ambalo halijaanza kwa Yesu, lilianza zamani. Lakini kwa nini Yesu akatolewa kuwa dhabihu? Yeye akajitoa kuwa sadaka, akamwaga damu, akapata mateso ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Haleluya. Haleluya. Kwa maana jinsi hii Mungu alimtoa mwana wa pekee. Haleluya. Ukamilifu kifo cha Kristo, lakini hakuishia kufa na kufufuka kwa Kristo. Damu ya mwamba, damu ya Kristo iliweza kuondoa dhambi zetu. Akachukua
akachukua sikio akalibandika. Sema Petro bwana, tulia, bado muda. Ndipo sasa pale damu ya Yesu ikaanza kutoka. Pigwa mijeledi, inatoka damu. Pigwa mijeledi, inatoka damu. Pigwa mijeledi, inatoka damu. Damu inatoka mwilini kwa ajili ya ukombozi wa miili yetu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba miili yetu imekufa kwa habari ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu damu iliyotoka kwa Kristo wakati anapigwa mijeledi, piga mgongoni, mimi sikuwepo, lakini neno la Mungu, sio? Alafu tukisema habari ya mateso, jamani, tu Bwana Yesu apewe sifa sana. Akapelekwa sasa msalabani, akatundikwa juu. Kulikuwa na uwezekano wa pale akafia tu, hata msalabani hajafika. Ndio maana wakati Israeli wameshatoka Misri, wanakuja Kanaani, wako jangwani, Biblia inasema kwamba kulikuwa na nyoka walikuwa wanawagonga wana wa Israeli, wanakufa. Watu wana nyoka, akienda kimtizama anapona. Na ndio maana taasisi zote duniani za afya, zina mti na nyoka. Mwewe kujiuliza, zina mti na nyoka, ishara ya uzima, kwamba kila atakayemtazama atapata uponyaji. Na Yesu pia akateswa, hakuishia kwenye mateso ya chini, akatundikwa juu. Maana yake kila atakayemtazama Kristo msalabani amepata ondoleo la dhambi, amepata uponyaji, amepata pumziko. Haleluya! Hii ndiyo maana halisi ya Pasaka. Usichukulie Pasaka kitu cha kawaida.